Habari za wakati huu ndugu zangu, karibuni tena katika channel yetu ya Shao Digital. Leo tukiwa tunazungumzia namna ambavyo tumeenda kuwafanya wasaidizi wa ndani wawe watumwa ndani ya nchi yao wenyewe, na matokeo yanayoweza kusababishwa na utumwa huo tuliotengeneza kwa wasaidizi wetu wa ndani. Kama bado hujasubscribe, naomba ufanye hivyo ili uendelee kutazama vipindi vyetu pendwa kabisa mara vinavyotumwa kwenye channel yetu. Basi kabla tujaanza mada yetu pendwa kabisa ya leo, naomba kwa wewe ambaye unanitazama sasa hivi na bado hujasubscribe, ufanye hivyo ili kuendelea kusupport channel yetu ipendwa kabisa. Kabla ya yote, ujue maana ya neno house girl au house boy. Hawa au huyu ni msaidizi wa ndani ya nyumba katika majukumu yale ambayo wale wanaoishi humo ndani hawawezi kuyatimiza kwa sababu ya majukumu mengine walioko nayo. Pigia mstari neno msaidizi. Huyu sio mtumwa, anawasaidia pale mliposhinda. Anafanya yale ambayo hamwezi, na sio anafanya kila kitu katika nyumba hiyo. Pigia mstari neno msaidizi, sio mtumwa. Anafanya yale ambayo mmeshindwa kuyafanya kwa sababu ya majukumu ambayo mpo nayo. Watu wengi kwa sababu tunawalipa pesa, basi tumewafanya watumwa. Tumewafanya wafanye kila kitu ndani ya nyumba, lakini hatujui kwamba tunaharibu nyumba zetu wenyewe. Sasa kwa namna gani tunaziharibu nyumba zetu? Tunaziharibu nyumba zetu katika mambo matatu ambayo nimeainisha, japo yapo mengi ambayo siyaainisha. Cha kwanza, hapo ndipo uvivu na uzembe unapozaliwa kwa watoto ndani ya nyumba hiyo. Lakini jambo la pili, hapa ndipo tunawafanya vijana wanashindwa kutofautisha kati ya kuenjoy ujana wao au kufurahia ujana wao na kuharibu future yao au kesho yao. Lakini jambo la tatu, tunawatengeneza mamonster. Tunatengeneza watu ambao ni wanyama, watu ambao wamekosa ubinadamu, ambao wanaweza ukafanya jambo ambalo hata mwenyewe ukija kuona hilo jambo utashindwa kuelezea kama ni binadamu au ni mnyama kalifanya. Kwa hao wafanyakazi wetu wa ndani, tunawafanya wafanyakazi wetu wa ndani wawe wanyama, mamonster. Wengi tumeshuhudia au kusikia unyama unaofanyika na wasaidizi wa ndani, na hii ni kwa sababu ya namna tunavyoishi na hao wasaidizi wetu wa ndani. Tunaishi nao kama watumwa badala kama binadamu wenzetu. Utashangaa, utasikia mtoto wa mwenye nyumba au mtoto katika nyumba fulani, msaidizi wa ndani kamweka katika friji. Utajua kabisa huyo msaidizi wa ndani alikuwa anaishi na hao watu, yeye kama mtumwa na hao wakiwa kama wakoloni wake. Lakini jambo la pili, utashangaa unakuta wanarudi ndani ya nyumba, wanakuta nyumba yote ni nyeupe, hakuna kitu hata kimoja, vimeibiwa. Aliyeiba ni nani? Ni msaidizi wa ndani. Au kaondoka kaacha nyumba wazi, watu wengine wakaja kuiba, au kavichukua yeye mwenyewe. Tumeshuhudia pia familia nzima kuuawa. Mfanyakazi wa ndani ameweka sumu kwenye chakula, kwa sababu anayepika ndio anayejua afya yenu ikoje, na ndiye anayeweza kuondoa uhai wenu mara moja kwa kuharibu tu chakula. Kwa hiyo tumeshuhudia watu, familia nzima inauawa au inapata madhara kutokana na wafanyakazi wameweka sumu. Lakini yote yanasababishwa na nini? Yanasababishwa na sisi wenyewe, watu wa familia hii, kuwafanya hao wafanyakazi wa ndani watumwa, kutokuwachukulia kama binadamu, wafanya wao ni watumwa katika nchi zao wenyewe na katika ardhi ya baba zao. Tanzania nzima ardhi yake ni mali ya Watanzania, sio mali ya mtu binafsi. Matukio haya yanatokea kwa sababu kijana au mtoto wa Kitanzania anakosa thamani ndani ya nchi yake mwenyewe, anakosa thamani ndani ya ardhi ya baba zake, anakosa thamani pale ambapo anatakiwa kuwa huru kwa 100%. Ndugu zangu, kila jambo tunalolitenda lina matokeo chanya au matokeo hasi juu yetu au juu ya wenzetu. Hivyo tunatakiwa tufikiri kabla ya kutenda kitu chochote, hususani juu ya ndugu zetu
juu ya wenzetu na juu ya wale ambao wanaishi katika paa ambalo tumelitengeneza, yaani ndani ya nyumba zetu na majirani zetu. Lazima tuchunguze kila jambo ambalo tunalifanya, hususani kwa wale watu wa karibu na wale watu ambao wanatusaidia kwa karibu sana, kwa sababu una nafasi kubwa ya kuwaumiza. Lakini wakishindwa kuvumilia, wakatenda jambo ambalo wewe mwenyewe utashangaa na hutaamini ilikuwaje mpaka mtu huyu ambaye alikuwa ni mwema sana amekuwa hivi. Kuna mifano mingi ambayo inaonyesha vitu ambavyo vinajenga hasira ndani ya wasaidizi wetu wa ndani. Mfano wa kwanza ambao nimeupata kwa haraka, unashangaa kuna watu wanasema kwamba wanawahifadhia fedha wale wasaidizi wao wa ndani, ili kusudi wakitoka pale waweze kufanya maisha yao mazuri. Huu ni wizi, uongo na uvunjifu wa sheria ya Mama Tanzania. Kama huyu mtu hawezi kuhifadhi fedha zake mwenyewe, huyu mtu ni mtoto, na ajira ndani ya Mama Tanzania kwa mujibu wa sheria za Mama Tanzania hairuhusiwi kwa watoto. Hivyo wewe ni mhaini, unatakiwa kwenda jela. Kwa mujibu wa sheria za Mama Tanzania, kila mtu yupo huru, kila Mtanzania yupo huru ndani ya Tanzania. Hivyo kumpangia nini cha kufanya kwa kipato anachokipigania yeye mwenyewe ni kuingilia uhuru wake. Hivyo unavunja sheria kwa mara nyingine. Kumhifadhia fedha ni kumfanya awe mtumwa na awe mnyonge ndani ya nchi yake mwenyewe, kwa maana ya kwamba kipato chake mwenyewe lazima akitolee maelezo namna ya kukitumia. Hata kama anataka kufanya jambo la maendeleo, lazima akuambie. Na wengine wanaenda mbali kabisa, wanakuwa wanamkata mshahara pale ambapo anakuwa ameharibu kitu. Ni kumfanya akose uhuru wa kufanya kazi, awe mnyonge, akose maamuzi yake binafsi. Hata akitaka kuondoka ashindwe, kwa sababu ameshikilia asili yake. Mfano mwingine mdogo ni kwamba wafanyakazi wengi wa ndani hawana likizo. Wanafanya kazi kuanzia Januari mpaka Januari, siku walipokuja mpaka siku ambayo wanaamua waondoke. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu, masaa 24 ndani ya siku. Wanalala wa mwisho, wanaamka wa kwanza. Ni hatari na ni makosa makubwa kwa mfanyakazi wa ndani kuamka baada ya bosi wake kuamka. Hii pia inawafanya wawe watumwa ndani ya nchi yao wenyewe, na unatengeneza monster au bomu ambalo siku moja isiyo na jina litakulipukia na hakuna mtu atakusaidia kulia. Kipindi cha ukoloni, wakoloni walikuwa wanawaajiri watu na kuwalipa mishahara midogo kabisa. Walikuwa wanasema low wages, ili kusudi waende wakakitumie na kiisha hapo hapo na wao hawana namna nyingine warudi kazini. Ndivyo ambavyo wafanyakazi wetu wa ndani wanalipwa sasa hivi. Wanalipwa mishahara midogo, kiwango cha chini kabisa, licha ya kwamba serikali imeweka kima cha chini cha mshahara wa sekta binafsi, lakini watu wengi hawazingatii. Huyu mtoto wa mtu au kijana, hata kama akifanya kazi miaka 10, hiyo pesa imsaidii kwa kitu chochote kwenye kuendeleza maisha yake. Huu nao ni utumwa. Ndugu zangu, leo tukiwa tunamalizia kipindi chetu hiki pendwa kabisa juu ya namna ya kuishi na wasaidizi wetu wa ndani, tunatakiwa kujua kwamba upendo na heshima ndio inaujenga utu wa kila mtu. Mtu anapoheshimiwa na anapopendwa kama binadamu, ndio anaweza akawa huru katika kuibua na kuleta maendeleo ndani ya familia na jamii nzima. Namna ambavyo tunaishi na wafanyakazi wetu, tunatakiwa kuishi nao kwa kujenga, sio kwa kuharibu. Kuharibu vijana katika familia yetu, kuharibu watoto wetu, na pia kuharibu wafanyakazi wetu wao, kuwafanya wawe kitu cha ajabu. Hivyo tunatakiwa kuwapenda na kuwaheshimu kama binadamu, sio kwa kulinganisha na nafasi zao katika maisha, kwamba wao ni maskini.
hawana kipato au ni wafanyakazi tu, ni waajiriwa tu na wewe ndio bosi wao, unaweza kumiliki maisha yao vyovyote vile. Wachukulie kama binadamu. Basi nikutakie siku njema na wasaa mwema. Uendelee kunifuatilia channel yetu ya Shao Digital kwa kusubscribe, pia usisahau kucomment, kushare na kulike.